Ndugu zangu, umewahi kufika mahali ambapo mafanikio uliyohangaikia kwa muda mrefu yakapoteza maana, au ulipenda vitu fulani leo havina tena ladha, ukahisi umepoteza muda, huna hili wala lile tena, na kwenye moyo wako hakuna matumaini, yani kila unachotaka kukifikiria hakiwezekani tena? Hicho ni kipindi cha kuanguka kwa wewe wa zamani na kuamka kwa wewe mpya ambaye Bwana anataka uwe. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 3 hadi wa 6. Hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akisema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Sauli alikuwa akiangamiza watu wanaomwamini Yesu na kuwaua wengine, kuwaweka gerezani, akidhani anafanya jambo sahihi kwake mwenyewe. Unaweza ukafanya kazi inayokuingizia pesa au ukamiliki tabia mbaya inayokupa furaha ya uongo, ukazani tayari umepata unachotaka. Mpaka pale Roho ya Bwana ikamwangazia Sauli, ndipo akasikia, akaanguka chini, kisha akasikia sauti ya Bwana. Hapa kuanguka ni kumaanisha hapo ulipo leo si kwa kuwa huna cha kufanya au umepotea, bali nuru ya Bwana inakuangazia ili umjue yeye na usikie sauti yake, ili akupe mpango bora zaidi. Matendo 9 sura ya 6. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Unapokuwa katika pause, hujui ufanye nini, ni muda wa kuepuka kelele za dunia na kusikiliza sauti ya Mungu kwa ajili ya maelekezo. Ufanye nini kwa ajili yake ili apate utukufu. Usijione umepotea. Hicho ni kipindi cha mabadiliko kwa ajili ya mpango bora wa Mungu. Tuombe. Baba wa mbinguni, mipango yako ni yenye mwelekeo bora maishani mwetu. Maisha yetu yanatokana na kusudi lako kwetu. Tusaidie kuamini kila kitu ni mpango wako kwa wema. Amen.